The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi ikiwa ni kwa siku nyingine tena ndani ya 98.7 Banana FM. Mimi naitwa Madam T, tunaendelea na simulizi yetu ya Jennifer, ambapo Jennifer bado mwenyewe anasema ana mengi sana ya kutuambia, ana mengi ya kutufahamisha. Tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana, ambapo Jennifer anatuambia kwamba yameshatokea kutokea, dada yake ameondoka, amerudi kwa mamake, sema kwamba alikuwa hata aishiji huko, la akiendaga aende kulala huko, lakini ameenda kaacha familia ambayo tumekuwa pamoja, tumefanyaje kwa sababu tu ya mwanaume, kwa sababu ya Felix. Lakini Jennifer anatuambia pia Felix amekuja kwao, na amekuja eti kwa lengo ambalo anataka kumuoa. Na Jennifer anasema anataka, mimi mwenyewe nikawa najiuliza, anataka kunioa ili kufuta hizi kashfa ambazo zipo mtaani, kanisani, wapi huko, au kweli ananioa kwa sababu amenipenda? Jennifer anasema nikimuuliza Felix mwenyewe anasema kwamba amevutiwa na mimi, anataka kufika mbali na mimi, yani amenipenda, kanipenda, na haoni lolote baya kwa sababu yeye na Miriam hawajawahi kufanya lolote lile, kwa meishi tu kama marafiki, hakuna lolote ambao wamewahi kulifanya. Kwa hiyo akawa ananipa tu ile kwamba ndo nizidi kuwa yani kwamba kuamini kama kila anachokifanya ni sawa. Lakini Jennifer anasema kiukweli walikuwa kama ni marafiki, lakini tayari walikuwa na zile ahadi za kuja kuoana at the end of the day. Jennifer anasema sasa mimi nataka kurudi chuo, lakini sisubutu kusema kwamba kule ninaenda kuanza upya. Na Jennifer anasema yani nikifika kule kuna mashoga zangu wengine ambao tunasoma nao na wameona zile video, sio itaendelea kutambazwa kule, ni plus nimerudia na ndaskendo, yani nakiona chuo kitakavyokuwa kigumu kwangu. Lakini Jennifer anasema nifanyaje? Mimi mwenzako nikiamua la kwangu nimeamua. Jennifer anasema nikaenda chuo, nikasema nitafuta yani nati niregeze nati niendelee na maisha yangu. Jennifer anasema kweli niliaga kaenda chuo, na Felix anasema Felix alinisindikiza, alinipeleka mpaka chuoni, akawa amenipa na pesa za matumizi. Jennifer anasema nikawa ni kanipa pesa nyingi mpaka nikajiuliza sasa pesa zote hizi za nini? Ananiambia no, just kwa matumizi na nini, chochote utakachokwama, ukitaka chochote basi utanicall, utanitafuta, tutaendelea kuwasiliana, nitakuwa nakuja kukutembelea chuoni hivyo, na maisha yataendelea mpaka pale ambapo muda ambao baba yako ametupa utakapofika. Jana anasema mimi tena ndo najiona mimi ndo mimi, yani kwanza nimeanza mwenyewe kumpenda mwenyewe. Jennifer anasema nikaanza yani ile roho ya tofauti na ile mwanzo nilikuwa nahofia kwa sababu dada yangu na nini, lakini ni mpenzi wa dada yangu, nikawa nahofia dada yangu atajisikiaje na nini. Lakini Jennifer anasema vile ambavyo Felix anaendelea kuvifanya kwangu na anavyoendelea kunitia moyo, lakini mpaka amepata ujasiri kuja nyumbani, kawa unazidi kuniaminisha kwamba Felix kweli ananipenda na amenipenda kutoka moyoni. Jennifer anasema mimi nikarudi chuoni. Jennifer anasema kama nilivyosema kwamba chuoni nilihisi tu kwamba lazima maneno yatakuwa yamefika na video zitakuwa zimefika, na Jennifer anasema kweli zilikuwa zimefika. Kwa kila ninapopita na Joshua kidole mimi nasemwa mimi nafanyaje? Mimi nimerudia, sina akili, nawaza mapenzi, ndio kitu ninachokiwaza. Mimi ni malaya, sijui najiuza, yani Jennifer nilipata kila aina maneno, mpaka marafiki zangu wengine nikagombana nao, maana alikuwa mstari wa mbele kunisema. Sema nilibaki na rafiki ambaye alikuwa ni
Yani ni msichana mmoja tu. Jennifer anasema huyo alikuwa ni rafiki yangu kwa sababu nahisi kwa sababu ya the way alivyo. Jennifer anasema yule dada alikuwa ni mpole, mstaarabu. Mara nyingi alikuwa anamfananisha na dada Miriam. Ni mtu ambaye ni muelewa na uwezo, mimi nikamkera na akanibembeleza na japo mimi ndo nimemkera. Yani alikuwa ananijua vizuri. Ndo ambaye tulikuwa tulibaki kuwa ni marafiki. Lakini Jennifer anasema yeye alikuwa darasa ameshatangulia, mimi sasa nimerudia. Jana anasema nimerudia nikijipa moyo mwaka wa mwisho nitajua nitadanganyaje na nitabudget hizi hela ambazo ananipa Felix, basi nizitumie kwenye kuilipia ada mwaka wa mwisho. Nipambane nijilipia ada kwa sababu mzazi wangu hapa sasa hivi anajua nimeenda diploma 1. Kumbe ndo kwanza nimerudia certificate. Anasema akili zangu mimi ndo kwanza nimerudia certificate. Jana anasema maisha ya chuo yaliendelea, nikajitahidi, nikawa najitahidi kuhudhuria darasani ili nisije nikafeli tamani hapa nikifeli nyumbani. Na najitahidi kuhudhuria darasani, najitahidi kusoma japo vitu havipandi, yanasema havipandi. Yani imagine mimi certificate nimefeli, Yani jinasema mimi kuna watu ambao hawana akili, lakini mimi nilikuwa najiweka kwenye ukurasa wa empty. Alafu pia nilikuwa siogopi mtihani na sijui chochote, lakini ukiniona ninavyoingia kwenye mtihani kwa confidence, unasema dada ndio noma. Nasema mimi ndio wa kwanza kumaliza mtihani na ndio wa kwanza kutoka kwenye chumba cha mtihani na ndio mfeliji hodari. Jana nasema nikawa najitahidi kukaa na wenzangu na nini. Jana nasema kuna kipindi nikaa paka natumia njia mbadala ili niweze kufaulu. Niingie niibie kwenye mitihani kwa sababu najijua kabisa kwa akili zangu sitoboe. Jana nasema ni mimi mimi sijui, nasema mimi paka naisikia na mbega Mungu sio umeniweka kwenye nafasi gani? Sijui kwa sababu kuna vitu vingine sivijui kabisa. Najitahidi kujisoma. Lazima nasoma vizuri au mwalimu anaweza kufundisha nikaelewa vizuri, njoo kwenye mtihani nitakustaajabisha. Nitastaajabu mwenyewe na matokeo yakija na mwenyewe najishangaa. Lazima mpaka nini kile nacho mimi, mbona nina kichwa kigumu sana cha kuelewa. Nina kichwa kigumu mno kwenye mambo ya masomo. Mambo mengine niko vizuri. Niko vizuri sana, lakini darasani nasema hapo ndo ambapo ninaona kama najicheleweshia maisha. Nasema nikajitahidi semester ya kwanza nikamaliza na nikawa nahudhuria darasani, nafanya assignment tunazopewa, group discussion nahudhuria. Tofauti na mwanzo nilikuwa siendi, sishiriki, wakiniandika sawa, wasiponiandika poa pia. Kwa hiyo jana nasema nikawa najitahidi, ndo max ambazo niliweza kuokota huko. Basi jana nasema si haba, semester nilimaliza na at least sikusap kwenye somo hata moja. Japo alama zangu zilikuwa haziridhishi, lakini jana nasema kikubwa alhamdulillah kwamba sirudi nyuma, nasonga mbele. Sijafaulu, sijafeli. Sijafaulu sana, sijafeli kabisa. Kikubwa naendelea mbele. Jana nasema nilipomaliza semester nilikuwa sina mpango kabisa wa kurudi nyumbani. Ni likizo fupi sana, kwa hiyo sikuwa na mpango wa kurudi nyumbani. Nilikuwa na mpango wa kuendelea na masomo yangu. Jana nasema nilikuwa na mpango kuendelea kukaa huko, afu baada ya muda likizo itakapoisha nirudi zangu chuo. Lakini nasema siku moja mama akanitumia message akaniambia kwamba anaumwa sana, kwa hiyo nijitahidi niende nyumbani, hali yake sio nzuri. Jana nasema niliongea na mamangu kweli na baba akanitumia na hela nikarudi nyumbani. Jana nasema niliporudi nyumbani nilishangaa kwa sababu wakati jana nasema nimefika, nasikia watu wanazungumza, nasikia kama sauti ya Miriam wakiwa wanazungumza na mama wako wanacheka, na ni kama wapo jikoni wanapika, wanacheka, wanafanyaje, wanafurahi. Jana nasema nilipoingia ndani kweli walikuwa ni wao. Nikamsalimia mama akaitika. Nasema nilimsalimia dada Miriam aliitika, lakini ni kama hivi aliitika kwa sababu mama alikuwepo pale. Aliitika kwa kumheshimu tu mama kwa namna alivyoitika. Basi jana anasema mimi nikaona isiwe tabu, sio wakati wa mimi na yeye kuzungumza pale. Lakini pia nikajiuliza
wai mama ameniambia anaumwa sana, alafu yupo jikoni tu anacheka, mbona kama yuko sawa kabisa, hali yake ni nzuri kabisa, haumwi popote. Kwa nini kaniambia anaumwa alafu haumwi? Jana nasema mimi nikaelekea chumbani kwa ajili ya kupeleka mizigo yangu, nasema sikuwa nimebeba mabegi, nguo, vitu vingi sana, nilikuwa nimebeba nguo chache sana. Nikapeleka chumbani, nasema nikakuta mazingira yalivyo ni kama dada Miriam, sio kwamba amekuja leo jana, ni sio kwamba amekuja na kuondoka, hapana. Inaonekana ni amekuja kama muda mchache sana, basi ana siku 3-4 yuko pale nyumbani. Jennifer anasema mimi dadangu Miriam, licha ya kwamba nilimkosea na nini, na yeye akawa anijibu, lakini hakuna siku nimeamka sijawahi kumtumia message ya kumsalimia na kuendelea kumuomba radhi. Kila siku inayokuja kwa Mungu, jana nasema nilikuwa ninamtafuta, ninamuomba radhi, hakuwahi kunijibu. Jana nasema sijui alikuwa ni block tayari, hata message zangu kwa zioni na nini, lakini hakuwahi kunijibu na mimi sikuwahi kuchoka kumtafuta. Lakini leo nimemkuta nyumbani, nikahisi ile hali ya mwanzo, nikaanza kujisikia vibaya. Jana nasema mimi na Felix tunawasiliana, sema Felix ananitunza, ananitumia pesa, weekend nyingine anakuja kuniona, yani mpaka jana nasema mpaka nimeacha ile mawengi kuwa na huyo na huyo. Jana nasema nimetulia kwa sababu ninahudumiwa, hakuna kitu ambacho nakikosa kwa Felix. Nikimisi anakuja chuoni, mimi nilikuwa nakaa hostel, anakuja kuniona, anafanyaje. Kwa hiyo jana nasema mimi niliachana hadi na zile tabia za mawengi, yani za kuwa na mwanaume huyu kuna yule niliacha kwa sababu ya Felix, vile ambavyo alikuwa ananitreat, yani nikajikuta nimeacha. Basi jana anasema wakati nimefika nyumbani, tumemaliza mama na Damire wamemaliza kupika, walisema mama akaniita kwamba nije kula, upo nishaoga, nishafanyaje, nikakaa mezani. Nasema tuko mimi, mama na dada Miriam. Nasema wakati tumekaa pale, tumekula, tumemaliza, mama na dada Miriam ndo wanaongea, mimi kama bubu nimekaa mezani. Sema baada ya kula, Miriam akawa anainuka, mama akamuita. Kaambia mwanangu, nimewaita hapa kwa sababu sitaki niwaone eti nyinyi ndugu hamzungumzi kwa sababu ya mwanaume. Hilo ni mbaya sana. Ni kitu ambacho kinanitesa mimi mama yenu. Sitaki kuwaona mkiwa kwenye hali hii. Natamani kuwaona mkiurudi kwenye ile hali ya zamani. Mwanaume au mapenzi hayapaswi kuwafanya nyinyi ndugu mnuniane, mgombane kiasi cha kushindwa kuzungumza kabisa. Ndio kitu ambacho nimeitia hapa. Ndio maana wewe Miriam nilikuita, na wewe Jennifer nimekutumia message kwamba mimi naumwa, lakini nilitaka uje kwa haraka, maana ulikuwa unaniambia huna mpango wa kuja nyumbani kwenye likizo hii. Basi jana nasema pale mama aliongea na sisi, akaongea maneno mengi sana, akaongea maneno mengi mno ya kututia moyo, kutuelewesha. Yani jana nasema aliongea mpaka dada Miriam akaanza kulia. Jana nasema mimi nina moyo kikomando, yani mimi chozi langu likishuka, oya nimelitafuta, ni kitu kimenikaba. Jana nasema mara mwisho mimi kulia ni ile siku dadangu ambayo aliondoka hapa kwa sababu yangu, na alijua kwamba mimi nimelala na mchumba wake. Hiyo ndo mara yangu ya mwisho kulia. Hadi hapo ukiniuliza nimelia tena lini sikumbuki. Lakini nasema mamangu anaongea vile pale, Jennifer nasema dadangu Miriam analia mwenyewe, analia kweli. Nasema mimi nikawa mama anamekaa pale anambembeleza na nini, tukaombana msamaha pale, tukaomba msamaha, basi mambo yakaisha. Jana nasema kweli tukaombana msamaha na mambo yakaisha. Dada Miriam akaenda chumbani, na sema Jennifer nasema na mimi nikamfuata. Jana nasema sikutosheka na msamaha ambao alinipa pale mbele ya mama. Nikaenda tena chumbani, nikamuomba tena msamaha, nikamwambia dada Miriam, mimi hujawahi kunifanyia lolote baya, hujawahi kutenda lolote baya juu yangu, umekuwa ukinitetea, nimekuumisi. Sasa hivi sina mtu wa kunitetea, sina mtu wa kusimama na mimi nikikosea, sina mtu wa kunielewesha, nimekuumisi sana dadangu. Natumai haunichuki, naamini kwamba hunichuki. Jennifer anasema dadangu aliinua kichwa na akasimama akaniambia kwamba sijawahi kukuchukia hata siku moja Jennifer, hata siku moja.
Jennifer anasema nilivyosikia vile nilisikia furaha. Kweli Miriam, licha mimi nimemtendea vile, lakini nilikuwa naumia roho vile ambavyo siwasiliane naye. Anasema ni mtu ambaye hajawahi kunikosea chochote. Amekaa na mimi kama mdogo wake wa kuzaliwa naye tumbo moja. Amenipenda mno, kanitetea kwenye mengi. Kwa hiyo Jennifer anasema nilikuwa nampenda sana dadangu. Nilikuwa naumia roho sana kukosa kumshirikisha. Nikikwama, nikipata changamoto sina mtu wa kunishauri. Jennifer anasema nilimkumbatia pale kwa furaha, kwa jinsi alivyoniambia kwamba hajawahi kunichukia. Niliridhika na nikajua dhahiri kwamba amenisamehe. Jana anasema wakati ule kumbe na mama naye akaja chumbani. Anasema alivyokuja tupigia story pale, mimi Jennifer anasema simu yangu ikawa inaita. Ilivyoita nikatoka nje, sikuweza kupokea simu pale, na mama yupo na dada pia yupo. Na Miriam anasema Jennifer anasema ilikuwa ni simu ya Felix. Na anasema sikutaka mtu yeyote ajue kama ni Felix naongea naye, hususan dada yangu. Najua pia hata kama amenisamehe, na najua kabisa niko kwenye mahusiano na Felix, na najua kwa Felix alishakuja hapa nyumbani kunichumbia, basi atakuwa, yani kuna namna atakuwa lazima anajisikia hata kama amenisamehe, haiwezi kujisikia vizuri. Kwa hiyo Jennifer anasema nilitoka kwenda kupokea simu nje. Anasema nimeongea na simu, narudi ndani, yani nikasikia maongezi yanaendelea na jina langu linatajwa. Sema nikasikiliza, nikasimama kusikiliza, na nikamsikia mama akiwa anamwambia kwamba hata kama amekuja na anajua kwamba, anamwambia dada Miriam kwamba anajua kwamba amesikia kwamba Felix alikuja hapa nyumbani kwa ajili ya kumchumbia Jennifer, na baba sasa aliwapa muda fulani. Akawa anamwambia Miriam, najua labda unaweza kumsamehe mdogo wako, lakini kwa sababu unajua ana mahusiano tena bado na huyo mwanaume, unaweza kama umemsamehe kwa maneno tu, kwa kusema tu, lakini hujadhamiria kwa sababu bado wanaendelea na mahusiano, wapo kwenye mahusiano bado mpaka Felix amekuja nyumbani. Jennifer anasema jibu ambalo lilitoka kwa Miriam ndio ambalo lilinistajabisha. Yani jibu ambalo Miriam alimpa mama yangu. Jennifer anasema nilipata hasira, nilistaajabu, sikutegemea. Sikujua kama Miriam anaweza akawa yani sikujua kwa nini amejibu jibu kama lile. Kiasi cha kwamba Jennifer anasema nilishindwa hata kuvumilia. Muda ule nilimrudia Felix kwenye simu. Miriam alitoa jibu gani kwa mama yake? Alizungumza nini? Kipi ambacho alikisema? Au bado Miriam licha ya kugombana vile bado walirudiana na Felix? Au kuna mambo mabaya ambayo Miriam ameyatamka kuhusiana na Jennifer? Au kuna nini? Tutaendelea kwa siku ya kesho. Mimi niwatakia jioni njema na wapenda sana.